Mama, mke na mama mchungaji, nashukuru Mungu. Mama watoto 4 na wajukuu 7 na wengine wanakuja. Haleluya. Naona mnaniangalia mnakaa mimi ni mdogo. Ni mdogo kwa sababu ya Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimefurahi na nimeshukuru kuwa mahali hapa. Ni mahali pazuri, pana baraka. Nimebarikiwa tangu niingie jana. Bwana nimeona akitenda mema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tusiwache niulize swali moja. Kwa nini mmekaa room moja huku kuna kaa empty? Ama ni hivyo? Unajua ukichukua picha unaona viti nyingi hapa bila watu. Acha niwasaidie. Kate mpaka wapi? Mimi ni mwalimu wa watoto. Good. Hallelujah. Najaribu kuchukua picha inasidikana. Juu unaona huku ni viti tu. Huku kuna watu. Na mtaelewa Kiswahili yangu. Ya kutoka huko Murang'a. Kule Gikuyu ile. Hallelujah. Huko. At least. Huko ni wewe. Huko hivyo ni vizuri. Okay. Amen. Mungu akubariki. Napenda kwa sababu Mungu ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumesikia habari ya mama. Na sisi tunaigi kwa Biblia. Leo nataka tuongelee Rebeka. Na unajua mama wengi sisi tunaati kama Rebeka. Si ndio? Rebeka ukisoma hadithi yake ilikuwa mzuri sana. Ndio mama ambaye alileta kizazi kingi katika uzao wa Abraham. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma katika Mwanzo 24 tunasikia habari ya Rebeka. Pili alienda akaposiwa, akaletewa kijana Isaac. Si ndio? Ukisoma hapo katika hiyo Mwanzo 24 ndio inasemekana wakati alikaa Abraham na akaona ameseeka, akaona ni vyema atume mtumishi wake alete mke kutoka kwa ukoo wa kina Sara. Wanasaidia sana. So ilikuwa ni hatia kuoa watu ambao hawaja kuwa kwa ukoo mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa akasema wacha tuende tukamtafutie mke kwa ukoo wetu. Bwana Yesu asifiwe. Si hata hapa tuko na wale tunasema msichana wangu hasioleka na kabila fulani. Tuko na hiyo tuko kanisani ni vizuri sisemi ni vibaya. Kwa sababu inategemea na mtu vyenye anaamini. Ama kulingana na tabia unaona kabila ile haifanyi. Unaona lakini mimi wakwangu kumejaa wote. Bwana asifiwe. Kwangu kuna kabila nyingi na nashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo. Ningetamani tu mmoja tusomee Genesis 24 Mwanzo 24 mstari wa 10 hadi wa 28. Kuna mmoja atatusomea? Okay. Somea. Kisha huyo mtumishi akatoa ngamia 10 katika ngamia za bwana wake akaenda zake. Maana mali zote za bwana wake zilikuwa mkononi mwake. Akaondoka akaja mpaka Mesopotamia mpaka mji wa Nahori. Akawapigisha magoti ngamia nje ya mji karibu na kisima cha maji wakati wa jioni, wakati ambapo wanawake wamekwenda kuteka maji. Naye akasema, bwana wangu, kwa bwana wangu Ibrahimu, na kuomba mambo yangu uyajalie yawe heri leo, ukamfadhili bwana wangu Ibrahimu. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mjini wanatoka kuteka maji. Basi na iwe hivi, yule msichana nitakayemwambia tua mtungi wako na kuomba ninywe, naye akasema unywe, nami nitawanywesha ngamia zako
pia, basi huyu na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka, na kwa hayo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu. Ikawa kabla hajaisha kunena, tazama, Rebeka anatokea, binti wa Bethueli mwana wa Milka mkewe Nahori ndugu wa Ibrahimu, naye ana mtungi begani pake. Naye yule msichana alikuwa mzuri sana, uso wake bikira, wala mwanaume hajamjua bado. Akashuka kisimani, akajaza mtungi wake, akapanda. Ndipo yule mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki, akasema, tafadhali unipe maji kidogo katika mtungi wako ninywe. Naye akasema, unywe bwana wangu. Akafanya haraka, akatua mtungi wake mkononi mwake, akamnyosha. Hata alipokwisha kumnyosha, akasema, na ngamia zako nitawatekea hata watakapokwisha kunywa. Akafanya haraka, akamwaga maji ya mtungi wake katika birika, akapiga mbio kisimani.